alikuwa kana kwamba ni mchanga. Paulo alikuwa anamtia moyo kwa kazi ya kutumika. Lakini tukimwangalia Tito ni kama alikuwa na ukomavu, kwa hivyo alipewa maagizo ya kwenda kuweka nidhamu kwa kanisa na watu kupata msingi wa kufanya mambo kwa njia ipendezayo Mungu. Bwana asifiwe sana. So ukisoma mambo mengi ameambiwa aenda, wamama wafanye hivi, wamama wazee wafanye hivi, vijana, watumishi, kila mtu alikuwa anapewa maagizo, kila mtu afuate njia yake ili afike hatima yake kwa sehemu yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lakini mali ambayo tunaisoma ni kuhusiana na ile ambayo Yesu alikuwa nayo, na tumesoma katika hiyo versions mbalimbali, tukaona neno moja ambalo ama maneno ambayo yanaashiria passion ni same tu na kusema kwamba ni commitment. Sawa sawa. Maana nimetuletea katika hii nyingine nimesema kwamba totally committed. So passion ni total commitment ama commitment. So ukifanya kitu unakitolea kikamilifu, inakuwa ni passion. So watu wengi hufanya vitu lakini hawako committed, especially mambo ya Mungu. Na ingine imetuonyesha kwamba ni eager. Eager ni ule mtu anasema nangojea sana, ni kama yani kuna kitu kitatokezea, unasubiria itafika saa ngapi. Nilikuwa ninaona kama hapo zamani kidogo nguo ilikuwa inapatikana wakati wa Christmas, nguo mpya. Wakati walikuwa wanavaa nguo mpya wakati wa Christmas. Yaani tu ndio mpya tu utavaa, lakini siku zingine zote ni nguo zingine tu hata wewe usielewi mwenyewe, lakini Christmas kuna nguo mpya. So ukishanunuliwa ulikuwa unapewa kabla ya tarehe 25. So unangoja tarehe 25, yani unangoja yani unaingojea ni kama tu ungetaka kusukuma masaa na mikono, angalau ifike haraka uvae hiyo nguo. Bwana asifiwe sana. Wangapi wakakula mchele ya Christmas? Wangapi walikula mchele ya Christmas? Ilikuwa inapika masaa mangapi? Ilikuwa inapika masaa mangapi? Inapika muda mrefu sana, inachukulia ile kitu kingine hapo kwa naweka hiyo nini ya meko hiyo ya makaa hiyo ya moto inawekelewa juu. So inangoja nani white tu, hakuna kitu kingine, hata hakuna nyanya ndani. Lakini ilikuwa the best So hata ukikiasa kule nje, yaani unangoja hiyo masaa ya mchele kwamba itakuwa ni saa ngapi. Ulikuwa very eager kupatana na hiyo. Sasa hiyo eagerness ndio tunaambiwa kama passion ni sawa na kuwa eager for something to happen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo passion tunaambiwa kitu kwanza kwamba it is a strong desire to accomplish something. Passion is a strong desire to accomplish something. Unakuwa na shauku ya hali ya juu kukamilisha jambo au kitu fulani unachofanya. Katika kumfanyia Mungu. What do you love? What is your passion? Kabisa. Wengi wamelala. Why? Mambo ya dunia yametusonga mpaka mambo ya Mungu imefifia, ikienda ikipotea. Na ndio unaona hata mtu ataimba kidogo na furaha leo, anakuwa siku nyingine anakuwa bado unaona pia hata huna haja uimbe, unaona ukae tu. Shauku inakuwa. Bwana asifiwe sana. Without passion, you find yourself, what you do is a burden in church. Kama hauna shauku, kila kitu unafanya kanisani inakuwa mzigo mkubwa sana. Inakuwa very big burden. Without passion, many find doing things in church a burden. Bwana asifiwe sana. Which things? Number one, kazi ya kanisa kabisa ambayo ni evangelism. Ni mzigo. Evangelism is a burden. Ndio tunataka tuhubirie watu. Wangapi wanapenda? Ndio unapenda